Yo, karibu sana kwenye channel yako pendwa. Sasa kama bado huja subscribe, like na kucomment kwa sababu wewe ni mdau muhimu sana. So nikukumbushe tu kwamba mvuto wa mwanamke kwa mwanaume haupo tu kwenye lile jiumbo lake zile zuri amazing. Hapana, pengine ndiyo, lakini kuna mambo mengine mazuri ambayo yanamfanya mwanamke aweze kumvutia mwanaume kwa hali ya juu zaidi, na leo nitakuletea mambo hayo matano, ambapo kuna zile kujiamini, haiba, unajua zile ni vitu ambavyo vinaweza kumvutia sana mwanaume. Lakini sasa kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho na uangalie video mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu nakuletea mambo matano ambayo yatakusababisha wewe mwanamke uwe na mvuto kwa mwanaume, na wanaume pia watakaosikiliza video hii hapa watacomment hapo chini na kushuhudia haya yanayosemekana kwamba ni ya kweli kabisa. So namba 1 mpaka 5, na kile cha 5 ndio cha kuzingatia zaidi, japo mambo yote ni ya umuhimu. So bila kupoteza muda, ningependa sana tuanze na kitu cha kwanza ambacho kinakuongezea mvuto sana. So namba 1 ni kujiamini, yani uwe na confidence. Sasa basi, kwenye kujiamini hapa kunaongeza sana mvuto kwako wewe mwanamke kwenda kwa mwanaume. Yani mwanamke anapaswa kujiamini vile anavyofanya shughuli zake za kila siku, vile ambavyo anaweza kutatua changamoto zake. Yani mwanamke unatakiwa uwe na confidence kwenye maongezi. Yani inafaa na inapendeza sana mwanaume akijua msimamo wako kwenye maisha, yani kwamba unaongea kwa confidence, kwa hoja nzuri, yani huogopi matatizo, unajua thamani yako. Hapo ndivyo unazidi kuongeza confidence kwa mwanaume. So confidence, kujiamini unavyoishi, style ya kutembea, style yako ya maongezi iweze kureflect na maisha yako ya kila siku. So mwanamke anayejiamini kiukweli anavutia sana na anakuwa na mvuto, na mwanaume yoyote yule anafaa na anaona kwamba wewe mwanamke una kitu, kwa sababu anajua hii confidence utaipeleka nyumbani kwake na mtaweza kuifanyia kazi vizuri, na basi mtakuwa na maendeleo mazuri. Lakini sio tu confidence ya bila kazi, hapana. Confidence, kujiamini kuendane na heshima pia, yani heshima iwe kipaumbele, kwa sababu confidence nzuri inaendana sana na heshima. So wewe mwanamke mwenzangu ambaye unanisikiliza hapa, ongeza kujiamini kwenye mambo yako, ongeza kujiamini kwenye kazi zako, ongeza kujiamini kwenye muonekano wako, kwa sababu hivyo vina mchango mkubwa sana na mvuto wako kwa mwanaume yoyote yule ambaye anakutazama. Sio lazima awe mpenzi, hata yule ambaye ni kaka, ni mjomba, shangazi, atazidi kukuamini na atazidi kuvutiwa na kukuamini wewe kama mwanamke. So now tuende kwenye kipengele cha pili, na kipengele cha pili ni uwe na tabia nzuri na haiba ya kike, yani uwe na feminine energy and softness. Hii ni mada pana sana, lakini kwa ufupi tu ni kwamba mwanamke ambaye ana haiba ya kike anakuwa anajiamini, lakini ukiachana na kujiamini pia anakuwa na upole, ule upole wa kiasi, yani kwamba unazungumza kwa upole, hoja yako isikike vizuri na sio kushout, sio kuwa mkali. Hiyo inakuwa haisaidii chochote, yani hiyo inakuwa inapoteza mvuto wako. Wewe kama unataka uonekane mtu mwenye mvuto, mwenye haiba ya kike, basi jifunze kuongea kwa upole, jifunze kuongea kwa hoja nzuri pasipo kukaripia. So twende kwenye mada ya 3 sana. Mada ya 3 hapa ni uwe wa kujipenda na kujiheshimu, yani practice self care and hygiene, yani usafi kwako uwe kipaumbele. Hiyo itazidi kuongeza mvuto wako kwa mwanaume au kwa wanaume. Sio lazima utumie labda vitu vya gharama sana, hapana. Unaweza ukatumia sabuni yako nzuri ambayo umeweza kuinunua kwa gharama ambayo unaimudu, uoge vizuri, upendeze, uvae mavazi ambayo yanaendana na wewe hapo na mwili wako. Sio tu unatokea tu kwamba labda haujaoga, haujapendeza, unajua unavaa rafu. Yani wewe kama ni mnene, basi ujue mavazi gani yanapendeza watu wanene, lakini kama ni mwembamba pia basi ujue mavazi gani ambayo yanapendeza watu wembamba. Yani muonekano wako uendane na vile mwili wako ulivyo. Yani jipende, nukia vizuri, yani kuwa msafi muda mwingi,
basi hapo bila shaka wewe utakuwa ni mwanamke mwenye mvuto. Bila kusahau kuongea kwa ustaarabu, lakini pia kutabasamu. Yes, tabasamu nalo linakuongezea wadhifa, yani linakupandisha hadhi. Uwe ni mtu wa kutabasamu vizuri, sio unakenua tu, hapana. Yani unatabasamu kwa pose, yani uwe na haiba. Tunarudi kwenye kipengele cha pili. So hygiene and self care au feminine energy inakusaidia sana 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 wewe mwanamke kuzidi kuwa na mvuto mbele ya wanaume ambao wanakuzunguka. So now tuende kwenye mada nyingine ambayo ni kipengele cha 4, kinasema kuwa na malengo na maisha yenye mwelekeo, yani uwe ambitious and passion, yani uwe na ambition na passion. Yani kila mwanamke mwenye mvuto lazima awe na kitu maalum ambacho anakifanya. Sio kwamba mama wa nyumbani hawana mvuto, hapana, wao wanakuwa na vitu vya kufanya. Kuwa na mama wa nyumbani pia ni kazi, Yes, kwa hiyo ili uendelee kuwa na mvuto, basi fanya kazi zako kwa mpangilio mzuri. Kama ni unaenda kazini, basi nenda kazini. Fanya jitihada ya kuongeza kipato chako. Sio tu unakuwa mwanamke yule ambaye hana kipato chochote. Hapo kwa kweli utakuwa unapoteza mvuto. So mwanaume anapendeza na mwanamke mwenye ndoto na ambaye pia anapigania zile ndoto zake au malengo ambayo amejiwekea. Usiwe mwanamke ambaye huna dhamira kwenye maisha. Hapo utakuwa unakosea. Na kipengele cha mwisho na muhimu sana, kuwa na mawasiliano mazuri au lugha nzuri. Yani jifunze good communication skills, lakini pia uwe very positive. Yani mwanamke ambaye yuko positive anamshawishi mwanaume kuzidi kuona mwenye mvuto na mwenye kupendeza kwenye macho yake. Mwanamke ambaye hapayuki, mwanamke ambaye ana communicate vizuri, yani kwa lugha nzuri ya ustaarabu, na sio yule ambaye anashauti, anamkemea, anamfokea. Hapana, hapo utakuwa umepoteza mvuto. So wewe kama mwanamke unataka kuonekana mwenye mvuto, jifunze kuongea vizuri kwa ustaarabu. Bila kusahau kuwa na mazungumzo yale ambayo yanatia mtu moyo, yanamuonyesha kwamba anaweza, anajiamini. Basi hapo utakuwa umeuteka moyo wake, na pia na haiba yako itakuwa imeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Yani mvuto utakuwepo unaonekana. Sio wewe unakuwa mwanamke mwenye kukosoa zaidi kuliko kuwa na lugha zile ambazo zinajenga kwa ustawi wa wenu wote wawili kama familia au lakini kama wapenzi. So hii ni moja ya video ambayo inakuonyesha mwanamke ambavyo anapayuka na kukera. Nafikiri unaweza ukaona hapo expressions za mwanaume huyo. So wewe kama mwanamke mwenzangu, jifunze kuwa na hayo mambo 5. Tumesema kwamba kitu cha kwanza uwe mwenye kujiamini, yani uwe na confidence nzuri, lakini pia uwe na haiba ile ya kike jamani. Kuwa na haiba ya kike, tabia nzuri, uwe mwenye kupenda kazi jamani, uwe msafi, unanukia, unapendeza, uwe pia na lugha nzuri. Hicho ndio kipengele cha mwisho ambacho tumekizungumza. So ukifuata hayo my friend, lazima uvutie. Yani hata kama wewe labda unajiona mwenye sura mbaya, which is hakuna mwenye sura mbaya. Yani confidence yako wewe ndio itakufanya uonekane mzuri muda wote, uonekane mwenye kujipendeza, mwenye kuvutia. Hakuna mwanamke mwenye sura mbaya, never, bali tabia ndio ziko mbaya, ambapo ukiwa na tabia mbaya basi hata muonekano wako pia utakuwa ni mbaya. So stay tuned kwa video zingine nzuri zaidi.